Kwenye gari tulijikuta maugomvi yote yameisha, na mara tukajikuta tunaongelea stori za P-Funk za zamani, maisha ya kipindi hicho yani. P-Funk ndo kamnyoosha Kay kwenye kupika. P-Funk alikuwa anataka kupikiwa na mtu yoyote yule baba. Zaidi ya Kay. Si nguo hadi suruali jeans anataka ufue, tena ufue na mkono wako mwenyewe. Hivi unajua ni kama ukoloni Ingawa amekufundisha wewe na mbutua. Hivi kupita nyumbani akikanyaga mchanga hivi, bao utakalo kula la mgongo. Utauli kweli. Hamfundisha. Yaani ningesema mimi kwanza yule P-Funk afu mimi anaponiongeleaga ni vibaya vile, ningesema mimi ndo nimuongelee vibaya. Sasa mimi namheshimu tu. Yaani niseme mimi nifanye interview nielezee yule kaka alipokuwa ananitochaga. Mimi naenda kumsaidia Kay kupika, analia. We, P-Funk anataka njegele na anatoa menu. Anataka wali na njegele. Ndugu yangu anajua kupika. Kwa mimi navizia P-Funk huko kule studio, mimi ndo naingia jikoni sasa. Napika faster njegele. Na uniform zangu, njegele, wali. Afu ndo Kay anajifanya sasa ndo, lakini naambia njoo angalie mimi ninavyopika ujifunze. Siku unajua watu wakati wakija kunisalimia marafiki zangu. Kama yuko studio mimi ndo nakimbia pale getini na wachungulia kwenye makuti mambo. Sasa iko. Haya bye. Hiyo P-Funk. Kuna watu walikuwa hawataki kuwaona. Wanakufundisha nini? Yaani mtoto mzuri nilikuwa peke yangu. Yaani unachungulia kwenye gate? Nasalimia nao kwenye gate. Kina Suzi wale marehemu, Mungu amlaze mahali pema. Nipo. Kina Chicha. Nilikuwa natiaga huruma. Hapo nilikuwa mdogo. Tukaendaga kumsuta Munira. Mamake Shampo. Ameanza kutembea na Po. Tukaenda kumsuta kwao. Nimechukua mawenzangu zangu wakina Sesi, marafiki zangu, tumeenda na kumegonga, tunaanza kumtaka kumpiga. Kumbe P-Funk alikuwa mtauo, alimtumia message akaja. P-Funk unajua, "Are you guys stupid? Mnataka kunipeperushia ndege yangu mimi mama, ndege huko." Mimi hapa mtama Paulina Chiti. Rafiki yangu mmoja alipigwa mtama huo. Mimi nilisalimika sababu mimi ndo nilikuwa nimembeba Paula. Nafikiri mtama wa pili ulikuwa wangu. Tungeanguka wote na mtoto. P-Funk alidata na kwambia kinani, "Bali peperushia ndege wangu." Alitukana. Nikasema dada ndege mimi ndani hapa ndafu na mtoto mdogo. Ndio nyumbani nisema mtoto si ni muue. Kweli? Wewe alifikia hivyo. Huyu hivi unafikiria wewe uko mdogo? Nilidata kwa sababu ule ana mwezi sijui. Ana miaka 19, shule ameacha. Nimeacha shule. Wenzake bado tuko shule. Mama nyumbani kasharibu. Mama yani amemwacha. Tulitaka kuzaa. Zaa. Wameniacha. Kwa mama msemeshi. Wala amuingilii ila cha moto wanakiona. Yote yanafanyiwa kwa ajili ya huyu hapa huyu. Unajua alifikiriaga hivyo. Nimuue, nikamwambia ndugu yangu ukiua haisaidii. Tupambane na hivyo hivyo. Alivyosema alikuwa anatamani kuniua, nilishangaa like, kumeliwa natakiwa kuuliwa. I was very surprised. Sema siwezi kumlaumu. Kuna muda mtu unapitia yani vitu vingi mpaka unatamani yani vitu kama hivyo vitokee. Hivi unajua amenitreat vibaya yule kaka. Ndugu yangu machozi tu yana. Ndio maana nakwambia mimi nilisema tu nielezee ile historia yake, alikuwa wadogo na mpaka tutakuja kuachana. Amna mtu ataitaka hiyo story. Ananipa mtoto anaongea kwenye interview sijui kaja anajizima tu data wewe. Yaani aniulize mimi nakwambia Munira yule. Ndio maana mpaka leo tunapatanaga. Yaani anajua vitu walivyonifanyiaga. Naenda natandika wanaingia wanalala mimi na mtoto mdogo. Unajua mmekaa hivi mnapiga story. Kile unaona machozi yanamtoka. Kumbe kashatumiwa message. Na P-Funk. Aende akatandike kitanda. Anambia sisi nishike mtoto huko analia. Naambia unalia nini? Atandiki. Simkempia. Naambia unalia nini? Unamjua kwa kipindi hiko. Ananionyesha message. Ona kaka yako. Na unaenda unatandika. Anaenda baby. Anapakwenda. Mama alikuwa anamzungumzia baba. I didn't feel anything kwa sababu yeye mwenyewe baba anakaaga anamtukana mama huko kwenye mamedia, anajuta sikuzaa naye. Kwa hiyo nilipokuwa nasikia vitu vyake like sasa yeye kwa nini anamuongeaga mama vibaya wakati yeye mwenyewe ana mabaya yake? Ila vituko alinifanya. Kwa vituko sasa vitu unafanyia vile huwezi kuhadisia mtu. Huwezi kuhadisia wazazi, huwezi kufanya. Kwa sababu vitu vingine vinatisha wewe. Kay kwa mara ya kwanza alitoroka. Alinifuata bibi shakuna. Mimi ni kwa FM sasa inshallah chuo. Ananiambia ndugu yangu mimi naondoka zangu. Line yangu hii hapa naivunja. Namba yangu nitakayoitumia mpya hii hapa. Sasa jichanganye wape watu na uwaambie nilipoenda.
katimka. Kwa namba nayo mimi peke yangu. P-Funk alijua kabisa mtu pekee anayejua hapa ni Sesi. Alinifanyia drama IFM, yani mngekuwa ndo tunatengeneza simu, mngepata bonge moja la simu. Yaani jamani P-Funk, mimi niko kule cafeteria tunakula. P-Funk anaingia pale kwenye geti, anapiga magoti getini. Anatembea kwa magoti mpaka nilipo mimi. Analia, anamtaka mke wake. Wewe. Kwani kaanza leo kupiga magoti? Wewe niulize mimi ndo maana hivi naona ni marudio tu. Analia Sesi, namtaka mke wangu. Anapiga magoti. Piga magoti IFM. Mbele za watu. Mbele za wanafunzi, chuo cha IFM wanakijua kwa kimejaa. Ndio kipindi hicho ni kimajani. Hivi unaniambia nini wewe? Msafi. Alikuwa msafi lakini. Mimi kila nikitaka kusema sauti ya Kajala hii inanirudia. Niuze. Niuze huyu baba anitafuta aniue. Furahi wewe. Mimi naambia P-Funk sijui mke wako. Hadi Kasim boyfriend wangu ananiambia Sesi nafikiri ungemwambia. Sasa mimi sinakuwa nimwambie boyfriend wangu. Kei kaondoka. Ila kaenda sehemu fulani. Namba yake ndio hii kanipa mimi. Kasim ananiambia Sesi P-Funk anatiwa kampuni una kichawi. Unamjua P-Funk? Mimi naambia mimi sijui P-Funk, sijui. Alikuwa kwa siku anakuja FM hata mara 4. Chuoni. Anamtaka anasema ni mimi peke yake naijua. Sasa mimi mama kule ana pressure. Nikimwambia mama anamwambia P-Funk. Kwa hiyo inabidi nikaze familia nzima. Sisi mimi sijui. Hapana Sesi unajua. Mimi baadaye sasa ndo naenda chooni. Ndugu yangu umefika wapi? Niko Moshi. Aliondoka kabisa tu. Aliondoka kabisa da na unko na hana mtoto wake. Aliondoka na mtoto. Wanamwachana. Mimi ni mwanafunzi. Yes aliwahi kuzaa. Yaani nikiwa mimi. Mimi mwenyewe mtoto niko chuo. Niko hostel. Umefika kile uko wapi? Niko Moshi kaenda kwa dada yangu mkubwa. Niko Moshi. Uko vipi? Namwambia huko. Namwambia huko ndugu yangu hali sio shwari. Huko ni vita. P-Funk kaja FM mara hii. Mama kashanipigia mara 5 anataka kujiua. Sasa usiwaambie ni vipi. Wenye kujiua wajiue. Aliulikanga lakini kipindi kile mwezi karibia kia kurudi. Kaanza kuimba nyimbo za kumkimbia. Baby girl, please forgive me. Nyie mnaongea sasa hivi. Kajala zilizowani. Nyimbo enzi hizo. Kajala nini nakupenda sana. Kajala. Mimi sasa ndugu yangu kuna nyimbo imetoka. Umeisikia? Anasema naisikia kutoka Moshi. Mimi bwana nimeamua tukurudi. Hiyo ulitelekezwa naye pale Moshi. Alikuacha kwa siku ngapi? Nyingi sana. Alichoka naye mwenzako. Yaani Paula pamoja na kiburi chake na hasira zake zote alizotoka nazo huko. Alivyosikia story ya maisha ya mama yake aliyoyapitia huko nyuma na baba yake. Yaani alijikuta maskini anaingiwa na huruma sana kwa sababu alikuwa hajui hii story kabisa. Alijikuta tu anamhagi mama yake, anamkisi na kujirudi. Yaani hakujua kumbe mama yake alipitia magumu sana kipindi cha usichana wake. Love or family, put yourself in my shoes. What would you choose? Love or family, put yourself in my shoes. What would you choose? Jamani, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa kila kitu. Alafu pia nishukuru familia yangu Kajala Masanja's family kwa kupoteza muda wao, kuacha kila kitu chao na kuthamini siku yangu ya kumbukizi ya kuzaliwa hii leo na kunitoa Nina. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nina watu wengi sana wananizunguka, lakini wao wameona wapoteze muda wao na kuja kunitoa. Mimi niseme tu asante sana. Ninawapenda sana. Mimi binadamu sijakamilika.
kama binadamu wengine. Nilipoteleza mniswame. Binadamu, hata ndio maana imewekwa misikiti na makanisa kwa sababu ya kutubu kwa yale ambayo tunayafanya. Kwa hiyo tusameheane pale tulipoteleza, hususan bibi Kajala. Naomba nikuombe radhi kwa yote nilokufanyia. Uso muumbwa na haya, mimi binadamu najichekesha tu hapa, lakini ninaona haya, sikufichi. Sura yani hapa sasa ndo umenitusi kizungu. Maana ile tusi la kizungu sio mpaka mtu akutamkie. Nimetusiwa kizungu. Kajala, umenitusi kizungu. Nitakulipa. Nitakulipa kwa kidogo nilichojaliwa. Asante sana tajiri yangu Paula, boss de la boss Paula, kwa kuthamini na kunipenda na kupenda pia. Moyo wangu umenondoka kwako. Una moyo wa peke yako, maridhia. Na mimi nakuahidi mazuri kwako. Nitakulinda. Nitakuthamini, nitakupenda zaidi ya upendo wako. Upendo wa kweli unaonekana jamani, haujifichi. Upendo wa kweli haujifichi, unaonekana. Na mtu anayekupenda kweli ama hakika hajifichi. Matendo yake yanadhihirisha wazi kwamba anakupenda. Kama unaona, maana maneno yamenishia. Maneno yamenishia mimi mwanadamu. Huyu bibi jamani, nilimkosea sana. Nipige magoti nimwombe radhi. Kajala, naomba bana, hata ujinga. Sina cha kuelezea. Hamna bana. Nimekosea. Bibi imeshapita jamani. Imeshapita. Nakupenda. Sawa. Ongea na kwako. Hebu mzima nyanyuka. Nilikuwa simuelewi kabisa. Yani nilikuwa namuona mkaka fulani, yani ni mropokaji, anaongea anachojisikia. Ila baada ya kuja kukaa naye sasa kwa karibu, nimekuja kumfahamu ni mtu aina gani. Ni mtu mpole cha kwanza. Yani ukiwa naye live hivi, ni tofauti na ambavyo ananyichetua huko mitandaoni. Experience yangu ya kwanza Juma alinikwaza, lakini baadaye nilimuelewa alipochukua kispika kumchamba ndugu yangu pale Mwenge. Tangazo jamani, naomba masikio yenu kwa muda huu mfupi. Na jambo nataka kuwaeleza wakazi wa Mwenge, siuzi dawa ya mbu jamani. Nataka niwatangazie kwamba dada yetu Kajala kaachika. Dada yetu Kajala ameachika. Sasa hivi ni mjane, jimbo liko wazi. Sio kiki jamani, Kajala kaachika.